Rais wa Russia Vladimir Putin amesema kwamba Russia inakubaliana na msingi na pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano na Ukraine kwa siku 30, huku akisisitiza kuwa masharti yake yanapaswa kujadiliwa. Shirika la habari la Associated Press limeripoti leo Alhamisi Machi 13, 2025 kuwa Rais Putin ametoa kauli hiyo huku akisisitiza kuwa makubaliano hayo yanapaswa kufungua njia ya amani ya kudumu katika eneo hilo. Nanukuu, tunakubaliana na mapendekezo ya kusitisha mapigano, lakini tunazingatia kuwa usitishwaji wa mapigano huo unapaswa kuleta amani ya kudumu na kuondoa mizizi ya mgogoro huu, amesema Putin, mwisho wa kunukuu. Putin amebainisha kuwa wanajeshi wa Ukraine wamezingirwa katika ngome yao ya mwisho katika mkoa wa Kursk, Russia, na ni muhimu kubaini kabla ya kusitisha mapigano ikiwa wataweka silaha chini na kujisalimisha ama wakutane na maangamizi. Aliongeza kuwa ni muhimu kuunda utaratibu wa kudhibiti uvunjaji wowote wa makubaliano ya usitishwaji wa mapigano hayo. Suala jingine amesema ikiwa Ukraine inaweza kutumia kipindi hicho cha siku 30 kuendeleza uandikishaji wa wanajeshi wapya na kuongeza silaha. Mjumbe wa Rais wa Marekani Donald Trump aliwasili Alhamis jijini Moscow nchini Russia kwa mazungumzo juu ya mapendekezo ya Marekani ya usitishwaji wa mapigano kwa siku 30 ambalo Ukraine nayo imelikubali. Ofisa mmoja wa mwandamizi wa Russia alisema makubaliano hayo yatasaidia tu Ukraine na kwa kuipa jeshi lake lililochoka muda wa kupumzika. Juhudi hizo za kidiplomasia zilifanyika sambamba na madai ya Russia kwamba wanajeshi wake wamewafurusha wanajeshi wa Ukraine kutoka mji muhimu wa Sudzha katika mkoa wa Kursk mpakani mwa Russia, ambako Moscow imekuwa ikijaribu kwa miezi 7 kuondoa wanajeshi wa Ukraine bila mafanikio. Ofisa mmoja wa Marekani alithibitisha kuwasili kwa mjumbe maalum wa Trump, Steve Witkoff. Ofisa huyo alizungumza kwa sharti la kutotajwa jina kwa kuwa hakuwa na mamlaka ya kutoa maoni kuhusu swala hilo. Wizara ya Ulinzi ya Russia ilidai kwamba ilirudisha udhibiti wa mji wa Sudzha, kituo muhimu cha operesheni za Ukraine huko Kursk, saa chache baada ya Rais Putin kutembelea kamandi ya kijeshi na makamanda wake katika mkoa huo. Madai hayo hayakuweza kuthibitishwa na maofisa wa Ukraine na hawakukubali kuzungumzia suala hilo hata kidogo. Mashambulizi mapya ya kijeshi ya Russia na ziara ya Putin kwa wanajeshi wake zitokea wakati Trump akijaribu kuongeza msukumo katika suluhu ya kidiplomasia ya kumaliza mzozo huo vilivyoanza zaidi ya miaka 3 iliyopita baada ya uvamizi wa Russia kwa kiwango kikubwa. Marekani Jumanne iliondoa marufuku yake ya kusitisha kwao msaada wa kijeshi kwa Ukraine iliyoiweka Machi 3 mwaka huu baada ya maofisa wakuu wa Marekani na Ukraine kudai kuwa wamefikia mwafaka wa namna ya kusimamisha mapigano wakati wa mazungumzo yaliyofanyika huko nchini Saudi Arabia. Trump alisema Jumatano kuwa inategemea na Russia kwa sasa, huku serikali yake ikishinikiza kukubali usitishwaji wa mapigano hayo. Rais huyo wa Marekani ametishia kwa njia isiyo ya moja kwa moja kuiwekea Russia vikwazo vipya iwapo haitashiriki katika jitihada za amani. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, amezungumzia mtazamo wa Moscow juu ya pendekezo hilo na amesema, nanukuu, kabla ya mazungumzo kuanza na hayajaanza bado, si sahihi kuzungumzia hadharani suala hili, aliwaambia waandishi wa habari jijini humo. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent aliambia CNBC Alhamisi kuwa Trump yuko tayari kuweka shinikizo kubwa kwa pande zote mbili, ikiwa ni pamoja na vikwazo vya juu zaidi kwa Russia. Maofisa wakuu wa Marekani wamesema wanatarajia kuona Russia ikiacha mashambulizi dhidi ya Ukraine ndani ya siku chache zijazo, na mshauri wa sera za kigeni wa Putin Yuri Ushakov alilalamika kupitia matangazo ya televisheni leo kuwa usitishwaji wa mapigano ungetoa mapumziko ya muda kwa jeshi la Ukraine. Akizungumza baadaye na waandishi wa habari Kremlin, Ushakov alisisitiza kuwa usitishwaji wa mapigano hayo uliopendekezwa hautaipatia Russia chochote, huku akiongeza kuwa utavipa vikosi vya Ukraine nafasi ya kujipanga upya, kuimarisha vikosi vyao na kuendeleza kufanya hivyo baadaye. Ushakov alikataa kutoa maoni kuhusu mazungumzo ya Witkoff mjini Moscow, akisema kuwa pande zote zimekubaliana kuyaweka yawe ya siri. Alisema Russia inataka suluhisho la amani la muda mrefu linalozingatia maslahi na wasiwasi wa Moscow. Kauli zake ziliendana na matamshi ya Putin ambaye mara kadhaa amesema usitishaji wa mapigano wa muda utaifaidisha Ukraine na washirika wake ambao ni mataifa ya Magharibi. Ukraine pia imekuwa ikitoa madai kama hayo, ikidai kwamba Russia ingetumia makubaliano hayo kujipanga na kuongeza silaha zaidi katika mzozo huo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameikosoa Russia kupitia mtandao wa Telegram leo, akisema kuwa ni mwitikio wake wa polepole kwa pendekezo la usitishwaji wa mapigano
akishutumu Russia kwa kujaribu kuchelewesha mchakato wowote wa amani. Zelensky amesema kwamba Ukraine haina imani na Russia hata kidogo, licha ya kukubali kuwasilisha mapendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kwa siku 30 kwa Moscow. Na nukuu, hakuna hata mtu mmoja wa kwetu anayeamini wa Russia, Zelensky amesema wakati wa mkutano na waandishi wa habari mjini Kiev. Wakati huo alisema Ukraine imeazimia kusonga haraka kuelekea mchakato wa amani na alitarajia shinikizo la Marekani lingeilazimisha Russia kusimamisha mapigano hayo. Marekani bado ina takriban dola bilioni 3.85 katika fedha zilizotengwa na bunge kwa ajili ya usaidizi wa kijeshi wa baadaye kwa Ukraine, lakini utawala wa Trump haujaonyesha nia yoyote ya kutumia mamlaka yake kutuma silaha zaidi, huku wakisubiri matokeo ya juhudi hizo za amani. Kwa kuonyesha utayari wake kwa kusitisha mapigano wakati ambapo jeshi la Russia lina nguvu zaidi katika vita hivyo, Ukraine imeiweka Kremlin kwenye mtihani iwapo watakubali sitisho la mapigano na kuachana na matumaini ya kupata mafanikio zaidi, au wakatae ofa na kuhatarisha juhudi za kurejesha uhusiano na Marekani. Ngome ya jeshi la Ukraine ndani ya Russia imekuwa chini ya shinikizo kubwa kwa miezi kadhaa kutokana na juhudi mpya za wanajeshi wa Russia wakisaidiwa na wanajeshi wa Korea Kaskazini. Kuvamia kwa Ukraine huko Agosti mwaka jana kuliweka rekodi kwa mara ya kwanza ya uvamizi wa ardhi ya Russia na wanajeshi wa kigeni tangu vita kuu vya pili vya dunia, jambo lililoidhalilisha Russia.